Usijiangalie kama watu wanavyokutazama. Watu wanavyokutazama sio uhalisia wako. Inawezekana watu wanakudharau, watu wanakukataa, watu wanakutenga, watu hawakuheshimu, pengine kwa sababu ya elimu yako au kwa sababu ya hadhi yako ya kiuchumi, kwa sababu pengine ya mazingira ambayo unatokea, familia ambayo unatokea, jamii yako au historia yako ya nyuma. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanakuona wewe ni takataka tu, hauna maana, na hawawezi kukupa nafasi wala hawawezi kukuamini katika eneo lolote lile. Isikuvunje moyo wala isikuogopeshe. Kuna wakati ambapo Mungu anaweza kawa anasema na wewe. Kuna wakati Mungu anaweza kawa anakuambia fanya jambo fulani. Anaweza kawa amekupa wazo fulani, kama ni wazo la biashara, wazo lolote lile ambalo Mungu amekupatia la kuanzisha huduma au kitu chochote kile. Mungu anaweza kukupatia, lakini kwa sababu ukijitazama katika namna ambavyo watu wanakutazama, unaona kwamba haiwezekani hicho kitu ambacho Mungu anakusemesha. Unaona kama haiwezekani kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatazama watu wanavyokutazama na sio jinsi ambavyo Mungu anakutazama wewe. Mfano mzuri ni huyu mtu wa Mungu. Tunamsoma katika kitabu cha Waamuzi, ile sura ya 6. Kuanzia sura ya 6 tunamsoma kwa uzuri Gideon. Nataka nikupeleke kwenye key points kuanzia mstari wa 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli, na uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Alafu Mungu akasema, je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Manake akiangalia kwamba wanatokea familia ya kimaskini sana. Licha kwamba wanatokea familia ya kimaskini, yeye pia anaonekana kwamba sasa kati ya wale maskini wote yeye ndio mdogo zaidi. Kwa hiyo anajiona kwamba ni mnyonge zaidi ya wao wote. Anajidharau, anaona kwamba vile hawezi kufanya kile ambacho Mungu anamwambia. Na hiki ni kitu ambacho kinaathiri watu wengi sana. Kuna wakati unapewa wazo la biashara, wazo la jambo fulani, unapewa hatua fulani, lakini unashindwa kuiendea kwa ujasiri kwa sababu unajiangalia wewe, unajipima kwa namna ambavyo watu wanakutazama, watu wanavyokuchukulia. Unashindwa kufanya maamuzi ambayo Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuhakikishie kwamba Mungu ndiye aliyekuumba. Anajua ndani yako ameweka kitu gani. Kwa hiyo anapokuambia fanya jambo fulani, ana uhakika kwamba unaweza. Na zaidi ni kwamba anakuwa pamoja na wewe ili kukufanikisha kwenye kila hatua. Mtu wa Mungu, angalia mstari wa 16. Bwana anamtia moyo sasa, anamtia nguvu. Inasema kwamba Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Unaona, Mungu anamwambia kwa uwezo ambao uko ndani yako wewe, licha ya kwamba uko mtu mmoja, unaweza kuwapiga hao wa Midiani kama unapigana na mtu mmoja. Just imagine uwezo ambao alikuwa nao Gideon, na alikuwa hatambui siku zote kwamba uwezo wake yeye mtu mmoja anaweza akawapiga mji, taifa la Midian kama vile anampiga mtu mmoja. Unaweza kuona kwamba ni uwezo wa ajabu ambao alikuwa nao ndani yake, lakini siku zote alikuwa hautambui. Kwa hiyo Mungu akikupa wazo, akikupa hatua, inabidi uiendee kwa imani bila kuogopa, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba na anajua kitu gani ambacho ameweka ndani yako, na anajua kwamba unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo usisikilize maneno ya watu, kelele za watu, mitazamo ya watu na mawazo ya watu. Usichukue hivyo vitu kama ndio uhalisia wako, bali msikilize Mungu na mtazame Mungu anasema nini. Huo ndio uhalisia wako. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu.